Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta arejea nchini Kenya toka nchini Vietnam. Hii ni baada ya mazungumzo na Jenerali Rais Luhong wa nchi ya Vietnam kuhusiana na mwanamke wa miaka 37 Margaret Nduta aliyepatikana na kesi ya ulaguzi wa madawa ya kulevya mle nchini Vietnam. Rais Uhuru akizungumza na familia yake Margaret Nduta amewapea hakikisho ya kuwa Margaret atarejea nchini Kenya wiki ijao, na hivyo basi hukumu itatolewa dhidi ya Margaret Nduta akiwemo nchini Kenya. Story ya Margaret Nduta wa Vietnam huko. Twende tupige story sasa. Twende kwa story ya Margaret Nduta. Former Governor Mike Mbuvi Sonko azidi kuhimiza DCI kufanya uchunguzi zaidi kuhusiana na mhusika mkuu wa dawa za kulevya zilizopatikana na Margaret Nduta nchini Vietnam. Pale si Vietnam. Sasa Margaret Nduta, kulingana na story nasikia alishikwa the year 2023. Sasa huyu Margaret ambaye amehukumiwa kunyongwa in Vietnam, kesi yake ni fupi sana, ni ndogo sana. Inasemekana alibebea mtu anaitwa John Dawa. John, songa nyuma kidogo, hapo sawa. Alikuwa anabebea mtu anaitwa John Dawa. DCI, hebu tusaidie huyu msichana. The only way to rescue this Kenyan woman, DCI airport. Nani alimsindikisha? Maybe John alimsindikisha Margaret mpaka airport. Tuangalie namba, wazazi wa Margaret peaneni namba ya simu ya Margaret. DCI watoe data ya Safaricom. Tuangalie alitoka Kenya wakati gani akienda hizo nchi alipitia ndio afike Vietnam. Kwa ile data ya Safaricom, ile printout, lazima utapata communication ya mwenye alituma Margaret na dawa. Huyo ndio anafaa ashikwe, apelekwe, anyongwe, Margaret aachiliwe. Kwa sababu kama huyu Margaret, wote ni mtetee, wale watu ubeba dawa. Tumeona kwa sinema, movie na mambo mingi, wao ubeba dawa kupitia huku chini kwa sehemu nyeti, inafichwa huko ndani, ama wengine wanabebeshwa na tumbo, vitu kama hiyo. Lakini kwa mtu anawekewa dawa kwa bag, anapita nayo airport zote, maskini, ni kama ni mara yake ya kwanza. Sonko asisitiza kwamba hii kesi ni rahisi zaidi, ambapo DCI wakifanya uchunguzi na kupata mhusika kamili, hivyo basi ataweza kuhukumiwa yeye binafsi na Margaret Nduta kuweza kuachiliwa na kurejeshwa nchini Kenya. Hapo serikali inaweza ingilia sasa. Waseme CCTV footage ndio hizi. Huyu ndio alimfikisha airport, na huyu ndio alimpatia dawa, na huyu ndio John, na tumemshika, tumefanya investigations kwa printout ya Safaricom, ndio huyu. That is the guy ambaye anafaa kunyongwa, si yule ametumwa. Na labda mimi nadhani Nduta alikuwa hajui, my opinion. Uchunguzi zaidi umeanzishwa na DCI pale ambapo wanataka kumkamata mhusika mkuu ambaye anahusika na hiyo madawa yenye ilikuwa na Margaret Nduta. Wakenya na serikali ya Kenya yazidi kulilia kuachiliwa kwake Margaret Nduta, mwanamke aliyekamatwa na unga wa cocaine pale nchini Vietnam. Hii ni baada ya hukumu nzito serikali ya nchi ya Vietnam kutoa kuamrisha kwamba Margaret Nduta yafaa zaidi kunyongwa jioni hii ya leo. Lakini ifikiapo sasa hivi bado yafahamika kwamba hajaweza kuwekwa kizimbani, lakini
wazazi wake bado pamoja na familia yake Margaret Nduta yazidi kuomba serikali na hasa rais wa taifa ya Kenya William Samoei Ruto kuhakikisha kwamba msichana wao Margaret Nduta hajaweza kunyongwa. Hivyo basi bado tunazidi kumuona Babu Owino ambapo anazidi kumlilia Rais Ruto na kumuomba hakikisha kwamba maisha ya Margaret Nduta ipo salama na baada ya hiyo kesi aweze kurudishwa nchini Kenya. Ila tu wanazidi kuomba serikali ya Vietnam wasimnyonge Margaret Nduta, lakini kama ni kifungo hakuja kuhukumiwa nchini Kenya. Maswali yaibuka zaidi pale mbunge la taifa ya Kenya lazidi kuulizana ilikuwaje na vipi Margaret Nduta kavuka zaidi ya viwanja 2 za ndege akapitia Jomo Kenyatta na vile vile akapita kwenye uwanja wa ndege wa Addis Ababa. Hivyo basi maswali yanapozidi kuibuka, tunawaona viongozi kadha wa kadha akiwemo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua azidi kuonyesha hisia zake na kusisitiza ya kuwa Margaret Nduta aweze kuachiliwa. Hivyo basi azidi pia kumuomba Rais Ruto pamoja na bunge la taifa la Kenya lizidi kusisitiza Margaret Nduta kuachiliwa.